Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mjadala mpana miongoni mwa wananchi pamoja na wachambuzi wa kisiasa kuhusu uwezekano wa kufanyika mabadiliko ya safu ya juu ya uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mjadala huu umeshika kasi baada ya kutajwa majina matatu ya vigogo kutoka katika Chama cha Mapinduzi CCM wanaodaiwa kuwa miongoni mwa wanaoweza kuteuliwa kuwa waziri mkuu endapo tu mabadiliko yatahitajika katika safu hiyo ya uongozi. Majina hayo yanatajwa kutokana na rekodi zao za utendaji, umahiri wa kiongozi pamoja na nafasi walizowahi kuzishika katika serikali pamoja na chama. Ukishindwa kusimamia vile tunavyotaka kwenye hii miradi tutakondoa. Kati ya Aprili mpaka Julai mwaka huu zaidi ya watoto 4,000 na zaidi wameokolewa na kampeni endelevu hii inayofanywa na ustawi wa jamii. Kwa sababu mimi napiga spana mtu yoyote yule ili mradi mambo yaende. Hali hii imeibua hamu kubwa kwa wananchi pamoja na wanasiasa kutamani kujua mustakabali wa uongozi katika nchi ya Tanzania. Miongoni mwa majina yanayopigiwa upatu ni pamoja na Mheshimiwa Paul Makonda ambaye aliwahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mjumbe wa kamati kuu ya CCM na baadaye kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Umaarufu wake unatokana na mbinu madhubuti alizozitumia katika usimamizi wa mikoa hiyo na hatua ambazo zinajenga taswira ya kiongozi makini na mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka. Pia Mheshimiwa Paul Makonda amekuwa na ushawishi mkubwa kwa makundi mbalimbali hususan ni vijana, jambo linalompa sifa ya kuwa kiongozi anayejua namna kuwasiliana na watu na kuhamasisha utekelezaji wa mipango kwa maendeleo. Jina lingine ambalo linatajwa katika mjadala huu ni Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kabla ya kushika nafasi hiyo aliwahi kuwa waziri wa afya, nafasi ambayo ilimpatia umaarufu kutokana na utendaji wenye kuzingatia nidhamu kwenye uwajibikaji. Rekodi zake zimeonekana kwa zaidi ya miaka 20 ya huduma katika sekta ya afya akiwa mtaalamu na mtendaji mwenye weledi. Umahiri wake wa kitaalamu na uzoefu wa muda mrefu katika usimamizi wa sera za kijamii na kiafya ni miongoni mwa sababu zinazompa uzito katika uwezekano wa kushika wadhifa huo mkubwa katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina la tatu ambalo limetajwa au limeingia katika mjadala huu ni jina la Mheshimiwa Juma Aweso, naye amejitokeza katika mjadala huu kwa sababu ya utendaji wake kama waziri wa maji, nafasi ambayo imemfanya kuwa karibu wa wananchi wa mjini na vijijini kupitia miradi mbalimbali ya maji. Kwa mujibu wa rekodi, amefanikiwa kusimamia utekelezaji wa sera za maji pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu kwa wananchi kwa sehemu kubwa. Umaarufu wake umejengwa juu ya ukaribu wa wananchi, uwezo wa kuongoza miradi mikubwa kwa kasi tena na kwa ufanisi. Sifa hizi zimemtambulisha Mheshimiwa Juma Aweso kama kiongozi mwenye uwezo wa kusimamia ajenda za kimaendeleo kwa vitendo. Kwa sasa macho na masikio ya Watanzania yameelekezwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakisubiri kuona iwapo ataamua kufanya mabadiliko yoyote katika safu ya juu ya uongozi. Hali hii imeleta hisia tofauti kutoka kwa wananchi pamoja na wachambuzi wa kisiasa, huku wengine wakiamini kuwa uongozi uliopo unafanya kazi vizuri na unapaswa kuendelea. Hata hivyo, swali ambalo limezidi kuwaumiza wachambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na baadhi ya wananchi ni kwamba, je, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, atafanya mabadiliko katika safu ya juu, yani kufanya uteuzi mpya wa waziri mkuu katika nchi ya Tanzania, ama ataendelea kuwa naye waziri mkuu ambaye alikuwa naye katika msimu uliopita ambaye ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa?